asifiwe sana. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, Victor Modestus. Na siku ya leo ninamshukuru Mungu tena kwa kutupa nafasi ya kujifunza somo la maisha ya wokovu, ikiwa ni sehemu ya 3 ya mafunzo haya ya maisha ya wokovu. Na katika kujifunza maisha ya wokovu, leo tunatazama namna ya kushinda changamoto za maisha ya dunia baada ya kuokoka. Tunajifunza namna ya kushinda changamoto za maisha ya dunia baada ya kuokoka. Manake mtu anapoamua kumfuata Yesu na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni mfumo mpya anakuwa ameingia katika maisha yake hapa ulimwenguni. Sasa ni namna gani anaweza akaendelea kuishi na kufurahia matunda ya maamuzi yake ya kuokoka? Ndicho tunajifunza leo. Kwa hiyo tunasema namna ya kushinda changamoto za maisha ya duniani baada ya kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa wewe ambayo ndio umeokoka, labda hujafahamu uokovu ni nini. Mtu akikuuliza umeokoka, kuokoka maana yake nini? Uokovu ni nini? Kwa tafsiri fupi yenye maana, uokovu ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Au mtu aliyeokoka ni mtu ambaye amemkiri kwa kinywa chake Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa ameokoka. Na sehemu nyingine mtu anajiuliza, anaweza kukuuliza kwamba sasa anaokoka na nini? Unaokoka na nini? Wakati Mungu anaumba ulimwengu, Adam na Eva walifanya uasi kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo baada ya kumuasi Mungu, waliasi neno la Mungu. Baada ya kuasi neno la Mungu, mwanadamu alianza kuishi maisha ya nje ya mpango wa Mungu. Mwanadamu alianza kuishi maisha ya nje ya mpango wa Mungu. Kwa hiyo maana yake kama ni mtu ambaye alikuwa anatakiwa aende kaskazini, maana yake akaanza kwenda kusini. Kwa sababu maisha ya mpango wa Mungu ni maisha ya maelekezo ya Mungu kwa mwanadamu, kwamba mwanadamu afanye jambo fulani ili aweze kupata matokeo fulani kwenye jambo aliloagizwa. Kwa hiyo kuhasi kulileta madhara ya mwanadamu kwenda anti-clockwise, kwenda tofauti na majira na nyakati yake. Kwa hiyo wokovu unamaanisha kuokolewa na ule mfumo ambao mwanadamu aliuchagua, au kuokolewa na ule mfumo ambao Adamu na mke wake Eva waliuchagua kwa kudanganywa na ibilisi, shetani ambaye ni nyoka. Kwa hiyo Biblia inavyotuambia hivyo katika kitabu cha Mwanzo, ndipo sasa tunapata kujua mantiki ya kuokoka. Unaokoka na nini? Unaokoka na nini? Unaokoka na kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaokoka na kwenda kinyume na yale ambayo Adamu aliamua kuyaasi kwa kudanganywa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Naamini tunaenda pamoja. Kwa hiyo tunapozungumzia wokovu, tunazungumzia zile hatua na ukiri wa mwanadamu kwa kuelewa, sio tu kwa kuaminishwa kitu, kwa kuelewa. Na ndio maana Mungu ametupa neema leo katika sehemu ya 3 ya somo letu la maisha ya wokovu, uelewe unachofanya. Uelewe unachokifanya. Uelewe mtu akisema ameokoka alichokifanya. Usiishie tu kusema ameokoka na nini. Kuokoka hakupo duniani. Nishawasikia watu wengi wanasema hivyo. Ameokoka na nini? Ameokoka na uasi wa Adamu na Eva. Ameokoka na kwenda kinyume na taratibu na ratiba za Mungu kwa mwanadamu. Kwa hiyo anapookoka, maana yake moja kwa moja anaingia kwenye mfumo wa taratibu za Mungu kama ambazo aliyokuwa amemuumbia Adamu hapo awali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana Yesu tukisoma katika kitabu cha Yohana 3:16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo, ili amwaminie asipotee bali awe ana uzima wa milele. Kwa hiyo baada ya kuokoka, mtu anakuwa anapata uzima wa milele katika Kristo Yesu. Na Yesu ndiyo mshindi wetu sisi. Ukisema umeokoka, manake lazima ukiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake.
Na mara nyingi napenda kuambia watu, unajua kuna utofauti mkubwa sana kati ya mtu kwenda hospitali kutafuta uponyaji na kwenda kutafuta mponyaji. Mara nyingi sana mtu akienda hospitali anaenda kutafuta uponyaji. Mara nyingi sana mtu akienda hospitali anaenda kutafuta uponyaji. Lakini ni watu wachache sana ambao anaenda hospitali kwa ajili ya kutafuta mponyaji. Kwa hiyo yule mtu ambaye anatafuta mponyaji, maana yake kuna maelekezo ambayo atayapata tofauti na yule mtu ambaye amefuata uponyaji. Akifuata uponyaji maana yake ataponywa, ataondoka. Hatopata maelekezo ambayo yule mponyaji alitaka afahamu. Kwa hiyo ukienda hospitali ukipewa Panado, ukipewa dawa fulani fulani ambazo unaambiwa hizo ndio sababu ya shida zako, ukaenda kumeza nyumbani dawa, maana yake nina uhakika kwamba ule ugonjwa unaweza kurudi kwa sababu hawajajua, haujapata ushauri wa mponyaji kwamba ugonjwa wako umetokana na nini. Ndio kumkiri Yesu. Kumkiri Yesu manake unakuwa na mahusiano kati yako wewe na Yesu Kristo. Anakuelekeza kwamba Adamu alipokosea maisha yako ilibidi yawe hivi. Wewe ambaye hujaokoka sasa umeamua kuokoka, maisha yako yalikuwa hivi. Maisha yako yalikuwa hayana ushuhuda. Maisha yako yalikuwa ni maisha ya shida, ya kuhangaika. Lakini baada ya kuokoka Yesu anakupa ratiba mpya sasa kwamba Bwana, mimi nilikuumbia ufanye kitu fulani. Na ukishafanya kitu fulani Mungu anakupa ratiba nzuri sana ya kutembea katika mfumo wake ambao ni wa ushindi wa hapa ulimwenguni na katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sababu moja wapo ambayo leo imetupasa tutazame, ambayo Roho Mtakatifu amenisukuma ni kueleze, tujifunze hiyo. Sababu moja wapo ambayo inamfanya mtu aliyeokoka arudi nyuma. Kwa nini mtu aliyeokoka anarudi nyuma? Au umemwona mtu ameokoka unasema huyu ameokoka lakini kama uokovu ni namna hii mimi nina mashaka. Kama uokovu ni hivi labda mbaya. Wengine unakuta mtu ameokoka amesimama kabisa ndani ya mwezi, ndani ya miezi miwili amesimama kabisa na Yesu, lakini unakuta ndani ya muda fulani anakutana na maisha ambayo yanamfanya aende nje ya uokovu. Lakini kinachomfanya aende nje ya uokovu si kwamba uokovu ni mbaya. Uokovu uko pale pale, ni mzuri na ni ratiba za Mungu kwa mwanadamu ambazo amempangia tangu kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu gani kinamfanya mwanadamu, kinamfanya mtu aliyeokoka arudi nyuma na kusahau ahadi za Yesu katika maisha yake? Kwa hiyo mtu ameokoka, unamkuta ameokoka na anafahamu kwamba kunywa pombe ni dhambi, kufanya uzinzi ni dhambi, au wizi ni dhambi, au kuvuta bangi ni dhambi. Lakini unamkuta anaingia kwenye matendo ya dhambi ambazo alikuwa anazitenda mara ya kwanza na aliacha na Mungu akampa ratiba mpya. Sasa unajiuliza, huyu mtu amepata na shida gani? Kwa nini amerudi kwenye maisha ya nyuma? Na hichi kipengele kitakufanya ufahamu pia si tu kurudi nyuma kwa mtu, bali ni vitu gani ambavyo ni hatarishi sana katika wokovu. Sasa jambo lenyewe, tuanze na jambo la kwanza, ni watu wanaomzunguka. Kwa lugha nyingine ni company. Nikisema company ni lugha ya Kiingereza, watu wanaokuzunguka, aina ya marafiki ulionao. Ni watu gani ambao wako karibu na wewe? Ni watu gani ambao wapo karibu na wewe? Manake kwa ukisoma neno la Mungu, Biblia inasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uje kwa neno la Kristo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huyu mtu anakuwa anasikiliza mara kwa mara. Kuna vitu ambavyo mtu anakuwa ameviweka kwenye ufahamu wake ambavyo ndio vinazaa matunda hasi. Na si mara nyingi sana watu wanafahamu kwamba shetani anatumia watu kuweza kuwaharibia maisha yao. Ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, basi Mungu atatumia watu. Lakini ukitaka pia kuharibikiwa kwenye maisha, basi ujue moja kwa moja kwamba shetani pia atatumia watu wao. Kwa hiyo ni mtu kuwa na macho ya rohoni kufahamu aina ya watu ambao wanakuzunguka. Wewe ambaye umeokoka unanitazama na kunisikiliza, sikia neno la Bwana. Bwana anasema hivi: chunguza watu wanaokuzunguka, hata kama ni ndugu au jamaa wa karibu. Je, wanachozungumza ni mapenzi ya Kristo Yesu kwenye maisha yako? Na kama si mapenzi ya Kristo Yesu, basi ni watu hatari sana ambao wanaweza kukufanya ukachukia uokovu na kumuona Yesu kwamba amesema ahadi za uongo kwenye maisha yako. Kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika
shauri la wasio haki, wala kuketi barazani pa wenye mizaa. Soma Biblia yako. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, naye uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa katika kijito cha maji, na atamea na nini. Biblia inaelekeza hivyo kwamba heri maana yake amebarikiwa au ana faida au atazaa matunda mtu yule ambaye anaweza akaepuka kukaa katika baraza la watu wenye mizaa. Sasa ikiwa wewe umeokoka, unakaa na watu ambao wanazungumza vitu ambavyo sio productive katika Ukristo, yani wanazungumza vitu ambavyo sio vinavyozaa matunda katika Ukristo wako, na si katika Ukristo tu, kwa sababu Ukristo ni mfumo wa maisha. Sio vinavyozaa tu, nikisema Ukristo unaweza ukashindwa kunielewa. Vinavyozaa matunda katika mfumo wako mpya wa maisha ulioyachagua hapa duniani. Sasa kama umechagua kuokoka, angalia watu unaokaa nao. Je, ni watu ambao wanazaa matunda chanya, wanazaa future yako, wanaendana na future ambayo Mungu amekuonesha? Wapo watu ambao walikuwa ni walevi, wapo watu ambao walikuwa ni wezi, wameshindikana, wapo watu ambao walikuwa wana tabia ambazo hazihadisiki, ni majambazi. Ukihadisiwa historia zao ni watu ambao walikuwa wanafanya mambo machafu ya ulimwengu, lakini Mungu akawageuza. Lakini baada ya Mungu kuwageuza, moja kati ya vitu ambavyo ni hatarishi kwao ni aina ya watu ambao walikuwa nao hapo nyuma. Kwa hiyo haraka kama mtu umeokoka na umeamua wewe kumfuata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi jambo ambalo la kwanza katika sehemu yetu ya 3 ya maisha ya wokovu, basi jitahidi sana kuepuka watu waliokuzunguka. Soma kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 kama tulivyosoma hapa. Rudia na kurudia na kurudia, basi utapata matunda ambayo Mungu anataka uyapate. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo la pili ni ufahamu wa maisha ya wokovu. Na ndio maana katika somo ambalo Mungu amenipa kukusema na wewe mara kwa mara ni somo la maisha ya wokovu. Ni ufahamu wa wokovu, ufahamu wa kuokoka. Unafahamu nini katika kuokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu bila kufahamu kitu huwezi kupata matunda yake ukiwa unakifanya. Yani mara nyingi ukiwa unafanya jambo ambalo ulifahamu, huwezi kupata matunda yake. Lakini ukifanya jambo unalofahamu, ni kwa mfano mkulima mzuri ni yule ambaye anafahamu majira na nyakati za kulima. Ndio anajua kwamba mahindi yanapanda mwezi huu, yatavunwa mwezi huu, marage kadhalika, karanga, mchele, mpunga unapandwa mwezi wangapi. Huyo ni mtu ambaye anafahamu taratibu za kilimo. Kwa hiyo kama uokovu manake una taratibu zake. Sasa jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu anatufundisha ni ufahamu. Unafahamu nini kwenye uokovu? Unafahamu nini? Manake katika uokovu kuna haki, taratibu zake, miko yake na misingi yake. Unafahamu vitu gani kati ya hivyo vitu vyote? Je, unafahamu vyote? Na kama unafahamu vyote, ni vipi? Ukisha kuwa na ufahamu wa namna hiyo, basi mambo fulani kama si yote ya uokovu, manake kuna mambo ambayo utakuwa unashinda na Mungu atakusaidia kushinda kwa sababu una huo ufahamu. Lakini kama una ufahamu, basi nisikilize kwa makini sana katika hii jambo la pili, ili uweze kusogea na kuvuka katika hatua hiyo. Ukisoma kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 45. Luka 24 mstari wa 45. Biblia inatueleza habari za Yesu na wanafunzi wake. Ilikuwa hivi, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaishi na Yesu bila kumjua vizuri. Twende pamoja katika jambo hilo. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaishi na Yesu bila kumjua vizuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo walikuwa wanamiss, walikuwa wanakosa kwa sababu walikuwa hawamjui. Kumbuka nimekuambia kipengele, jambo kama ulifahamu vizuri linaweza likakuletea shida au usipate matunda yake kwa sababu ufahamu. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaishi na Yesu, na hasa wale mitume, kwa sababu Biblia inasema Yesu alikuwa na wanafunzi wengi na mitume 12. Hasa wale mitume 12 walikuwa wanaishi naye
lakini walikuwa hawamjui yeye ni nani. Na kuna sehemu Biblia inasema, wewe kama ni Mkristo unafahamu, Biblia inasema Yesu aliwauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Na nyie je, na wewe je, unasema mimi ni nani? Maana yake Yesu alikuwa anataka wapate ufahamu. Na sio tu ufahamu, iwe ni total acknowledgement, uwe ni ufahamu wenye ukiri ndani yake kuhusu jambo husika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yani tunamaanisha hivi, ukiwa unafahamu Yesu ni nani, maana yake kuna vitu ambavyo ni haki zako wewe za kimsingi kabisa kama Mkristo utazipata. Okay, turudi kwenye Luka 24:45. Utanielewa. Naomba Mungu akufungulie masikio hapo uweze kuelewa hili jambo. Biblia inasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ndipo akawafunulia akili zao. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Na maana yake tukisema maandiko tunazungumzia Agano la Kale. Maana yake Agano Jipya limekuja baada ya Yesu kuondoka duniani. Kwa hiyo tunazungumzia Agano la Kale. Agano la Kale limeongea vitu vingi kuhusu Yesu. Vingi sana. Vitu vingi sana. Agano la Kale kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Zaburi na kwenda huko mbele inazungumzia habari, imezungumzia na kutabiri habari za Yesu, ni namna gani ataishi na atakuwa ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale wanafunzi wa Yesu walikuwa hawafahamu either ndiye, lakini kama ndiye ana mamlaka kiasi gani kwenye huu ulimwengu na yeye ni nani. Kwa hiyo Biblia inasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ukirudi nyuma kidogo kwenye Luka 24:40 kuanzia 42, Biblia inasema Yesu alikuwa anawaambia haya ndio maneno yaliyoandikwa katika Torati, ya kwamba mwana wa Adamu atakuja ulimwenguni na itampasa kufa, baada ya siku ya 3 atafufuka, na mambo kadhaa akawa anaelekeza. Ndipo mwishoni kwenye 45 kwenye Luka 24:45 inasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa hiyo changamoto ya mitume ilikuwa ni kuhusianisha maandiko na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhusianisha maandiko na Yesu mwenyewe anachokifanya, au kwa lugha nyingine ni kuhusianisha matukio ya Yesu, matukio yanayotokea na andiko linavyosema. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema kufanya comparison, kukompea kati ya andiko na Yesu anachokifanya, kati ya andiko na Yesu kufufua wafu, kati ya andiko na Yesu kutembea kwenye bahari. Walikuwa hawajui kuhusianisha. Lakini sio hilo tu, ni kuhusianisha kati ya, maana ya kwanza nimekuambia kati ya tukio na andiko. Hii ya pili ni kuhusianisha kati ya andiko na tukio. Sasa kama Mkristo ambaye umeokoka na unataka kuwa active, unataka kuwa mtu unayesimama na Yesu na kukua, jifunze hichi kitu. Jifunze kuhusianisha kati ya matukio yanayotokea katika ulimwengu huu na maandiko yanavyosema. Ndipo utakuwa Mkristo mzuri. Kwa hiyo kama Biblia inasema kwamba nyakati za mwisho, tupo nyakati za mwisho. Kwa hiyo unapoona ndugu na ndugu hawaongei, mzazi na ndugu na mtoto, mwingine anamtupa mtoto, mwingine anafanya vitu ambavyo ni vitu ambavyo kwenye macho ya nyama havieleweki. Sasa kama Mkristo ambao uko active, ni lazima ufanye compare. Biblia inazungumza kuhusu manabii wa uongo. Roho ya uongo itaachiliwa kipindi cha nyakati za mwisho. Kwa hiyo unapoona manabii wa uongo, unapoona watu wanafanya vituko na kuwauzia watu vitu mbalimbali kwamba ndio ishara ya uponyaji, lazima kama Mkristo ambaye uko active, lazima uhusianishe. Isiwe na wewe sasa ukafunuliwa akili ukawa kama wale mitume. Ujue akili zako, uombe Mungu akufungulie akili zako zielewe. Kwa hiyo unapoona mtu ni ndugu, ni jamaa, ni nani anakuonea wivu, anakuchukia, anakupiga vita, usikate tamaa na kuona kwamba wewe ndio mwisho wako. Unapoona watu wanakusingizia mambo fulani,
unapoona wanakusema vibaya juu ya ndoa yako, unapoona wanakusema vibaya juu ya utoto wako, unapoona unafanya makosa fulani fulani ambayo ni ya kibinadamu, lakini binadamu hawataki kukuelewa tu. Sasa unaweza ukapata shida kwenye fikra zako na mawazo yako kwamba hili jambo linatokea kwa nini? Mbona ilipaswa hiwe hivi? Mimi kama Mkristo au kama huyu Mkristo mwenzangu ilipaswa nikimsalimia niitikie vizuri, atabasamu vizuri kwa sababu nasali naye sehemu moja. Unajua, mimi ninadhani kwamba huyu mtu ambaye nimemuona kama mchumba wangu ni amesema yeye ni Mkristo, nilidhani atakuwa na tabia njema, lakini ukakuta kumbe ni nyoka. Lakini shida inakuja ni kukompea na kumuomba Mungu akufungulie akili zako uone mambo ambayo yanaashiria nini kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika sehemu hii ya 3 ya somo letu la maisha ya wokovu, ningependa kwa leo kwa somo hili tuishie hapa na kuombea sana kwa Bwana Yesu akufungulie akili zako upate kuelewa na maandiko, upate kutafakari hayo tuliyosoma. Tumesoma muda ule kwenye kitabu cha Zaburi kwamba sheria ya Bwana uitafakari mchana na usiku. Kwa hiyo utafakari sheria ya Bwana, neno la Mungu ambalo Mungu ametushirikisha siku ya leo ambao unalitazama na kunisikiliza hapo ulipo. Tafakari na kujua ni namna gani pale ambapo umekosea, pale ambapo hatua zako hazijaenda sawa. Chunguza maandiko yanasemaje, na utaona kitu cha ajabu sana kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu ataonekana kwa upya, kwa sababu umemruhusu akufungulia akili na neno la Mungu litakuwa wazi kwenye moyo wako, na hakuna jambo ambalo litakushinda kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Basi mpaka kufikia hapo, wewe ambaye unanisikiliza na kunitazama, ningependa kukuaga na kukutakia siku njema ukiwa popote pale ulimwenguni unanisikiliza na kunitazama. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu Victor Modestus. Ninapatikana kwenye channel yangu ya YouTube ambayo ni Victor Modestus, na huduma yetu ya Christian Kingdom inapatikana Tanzania. Unaweza ukaniandikia kwenye email yangu ambayo ni victormodestus16@gmail.com, lakini pia unaweza ukanifuata kwenye Facebook Victor Modestus. Kadhalika unaweza tuandikia jumbe na maombi mbalimbali katika sehemu hizo nilizokutajia. Na unaweza kupitia Facebook na kwenye YouTube unaweza ukaandika comment yako yoyote, ukakomenti tu, tukiona tutakujibu na kufanya jambo ambalo ungependa tulifanye na kukujibu maswali mbalimbali ulionayo katika wokovu na katika maswali mbalimbali ambayo ni ya kiroho umepata shida nayo. Basi nakukaribisha sana sana, tuendelee kuombeana. Mungu akubariki sana. Basi hadi wakati mwingine tena, endelea kumpenda Yesu. Naomba Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.